Mdau wa Viliafya, leo tujifunze jinsi P2 ilivyoharibu maisha ya binti mwenye miaka 22. Madaktari wa famasia na wataalamu wa afya wanashuhudia ongezeko la kasi miongoni mwa mabinti na vijana wengi kugeuza kidonge cha dharura cha uzazi wa mpango maarufu kama P2 kuwa kama peremende. Lakini kisa cha binti mmoja wa miaka 22 wa jiji la Dar es Salaam kinatupa picha halisi ya kisayansi kuhusu kile kinachotokea mwilini pindi vidonge hivi vya dharura vinavyogeuzwa kuwa mtindo wa maisha ya kila siku. Binti huyu alifikishwa kliniki ya uzazi akiwa na wasiwasi mkubwa baada ya mzunguko wake wa hedhi kuvurugika kabisa, ambapo katika kipindi cha miezi mitatu alikuwa akitoka damu mara 2 au 3 kwa mwezi mmoja, na mwezi uliofuata damu ikakata kabisa bila kuwa na ujauzito. Binti huyu alikiri kuwa kwa kipindi cha miezi 6 iliyopita alikuwa akimeza kidonge cha P2 mara 2 hadi 3 kila wiki baada ya kukutana na mpenzi wake bila kinga. Aliamini kwa kuwa P2 ipo, haina haja ya kutumia njia nyingine za uzazi wa mpango au kondom. Hata hivyo, vipimo vya homoni na uchunguzi wa daktari vilidhihirisha kuwa mfumo wake wa uzazi ulikuwa umeingia kwenye kile wataalamu wanachokiita mvurugiko mkubwa wa homoni, kwani homoni iliyo ndani ya P2 ilikuwa imerundikana mwilini kwa kiwango kinachozidi uwezo wa asili wa mwili wake kujirekebisha, hali inayoweza kumfanya baadaye ahangaike sana kupata watoto pindi atakapotaka kuwa mama. Kibiolojia, kidonge cha P2 kimetengenezwa kufanya kazi moja kuu: kutoa dozi kubwa sana ya homoni kwa mkupuo mmoja ili kuchelewesha au kuzuia yai la mwanamke lisitoke kwenye kifuko chake. Unapokula kidonge hiki mara moja kwa dharura ya kweli, mwili unavumilia mshtuko huo na kurudi kwenye hali ya kawaida baada ya muda. Lakini unapokula P2 mara kwa mara, kama vile mara 2 au 3 kwa wiki, unaupa mfumo wako wa uzazi kazi kubwa kufanya kupambana na ongezeko hili kubwa la homoni. Matokeo yake, viungo vyako vya uzazi vinachanganyikiwa na kushindwa kutambua lini vinatakiwa kutoa yai na lini vinatakiwa kuleta hedhi. Madhara ya tabia hii yanaenda mbali zaidi ya kuvurugika kwa siku za hedhi tu. Kwanza, unywaji na umezaji wa P2 mara kwa mara uzifanye zipunguze ufanisi wake. Tafiti zinabainisha kwamba jinsi unavyokula P2 mara nyingi ndani ya mwezi mmoja, ndivyo uwezo wake wa kuzuia mimba unavyopungua na kuongeza hatari ya kupata mimba isiyotarajiwa. Pili, mtindo huu husababisha kutokwa na damu isiyo na mpangilio maalum katika mzunguko, maumivu makali ya chini ya tumbo, kichefuchefu kisichokwisha na maumivu ya matiti. Zaidi ya hayo, kiasi kikubwa cha homoni hizi husababisha athari kwenye mfumo wa fahamu na hisia, ambapo mhusika anapatwa na mabadiliko ya ghafla ya kihisia, msongo wa mawazo na kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Nje ya mfumo wa uzazi, mwili unaweza kuanza kuongezeka uzito pamoja na maumivu ya mara kwa mara ya kichwa kutokana na mabadiliko ya ghafla ya viwango vya homoni za uzazi. Kutokana na hali hii, tafiti za kisayansi na mashirika ya afya duniani ikiwemo WHO yanabainisha kuwa P2 ni kidonge cha dharura, sio njia ya uzazi wa mpango ya kila siku au kila wiki. Neno dharura lina maana ya jambo linalotokea mara chache sana kwa mwaka, kama vile mpira kupasuka au kukabiliwa na shambulio la kibakaji. Iwapo mwanamke anafanya tendo la ndoa mara kwa mara, ushauri sahihi wa kisayansi ni kutumia njia endelevu na salama za uzazi wa mpango kama vile vidonge vya kila siku, sindano au kondom, ambazo pia zinalinda dhidi ya magonjwa ya zinaa kama VVU na homa ya ini. Hali ya binti huyu kwa sasa inaendelea vizuri na ameahidi kuacha kabisa kutumia ovyo dawa hii, na amewahakikishia madaktari atakuwa balozi mzuri huko mtaani. Wewe pia msikilizaji wetu unaweza kuwa sehemu ya mabadiliko haya. Epuka matumizi holela P2, maana si salama kwa afya.